Amen. Tumpigie Bwana shangwe na vigeregere. Amen. Amen. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya muda wetu. Natamani tukaweze kulisikia neno la Bwana. Najua ya kwamba mchana tulinenewa na tukaambiwa chochote ambacho kimepotea, Bwana asifiwe, God is restoring it back. Praise God. So be expectant to hear the word of the Lord this evening, and I know that God is going to speak to you and also to me in a way that we will understand him. Praise God. In that clarity, he will clarify himself to you. Njoo wakati mwingine, man of God, the word is preached here na washirika wanashangaa, na hii maneno wanatoanga wapi? Where do they get them from? It is from God. Bwana asifiwe. Ukicapture hiyo katika ulimwengu wa kiroho, it performs that miracle. So kwa nafasi hii naomba tusaidie tu kwa makofi mazuri as we bring the man of God katika madhabahu haya. Pigia Bwana shangwe na vigeregere. Karibu sana. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukifika kwa Bwana Yesu nitajua tumefika. Bwana Yesu asifiwe. Najua mnaweza mkaniheshimu na itakuwa makosa. Bwana Yesu asifiwe. Jua hata mnatuma basi ilikuwa inakatalia hii ingine na ninataka ikae hivi. Praise be to God. Praise be to God. Si uchukue tu nafasi moja umwambie Mungu ninakupenda. Mungu ninasema ni asanti. Wewe ndio sababu niko hapa leo. Wewe ndiwe sababu, wewe ndiwe sababu. Ama maybe sijui sababu yako. Pengine tu ni wakati mzuri umwambie Bwana, na kama sababu yangu haifai, hebu nichunguze, unipe sababu nzuri. Na kwa sababu Bwana nimekuja, ninaomba badilisha maisha, badilisha. Niweke kiwango kingine, niweke kiwango kingine. Our God and our Father, we thank you. We give you all the praise, all the adoration. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you, Father Lord, for such an opportunity for us to come and to hear, oh God, what you have to say. Your word is able to transform us, oh God. Your word is able to heal, oh God. Your word is able, oh God, to deliver us from every yoke, from everything that is not of you. In the mighty name of Jesus. Your word is able to bless us, dear Lord and dear Master. In Jesus' mighty name we do pray and we believe. Amen. Si unisaidie kuketi na watu wawili ukiwaambia karibu kwenye ibada. Mwambieni Bwana asante. Mwambieni Bwana asante. Mwambieni Bwana asante. Mwambieni Bwana asante. Mwambie Bwana ni asante. Mwambieni Bwana asante. Hallelujah. Mwambieni Bwana asante. Mwambieni Bwana asante. Katika ibada ya kwanza tulikuwa na wakati mzuri na tukaweka kitu inaitwa msingi, na kwa dakika chache ningependa sasa unipatie nafasi tuwe na wakati mzuri wa kumfahamu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri, na nilianza na kusema hivi, na ninakuomba na with all of my heart, from the humblest part of my heart, do not be a person who is so much interested in hearing sermons, but
kuwa kila wakati unakuja kwa ibada, unakuja ukiwa na mawazo ya kupokea neno ambalo lina uwezo wa kubadilisha. Manake nimehubiri kwa muda na nimejua ya kwamba inawezekana tukawa watu wa kulisikia neno, lakini neno hili likakosa nafasi ya kutufanyia kazi. Lakini neno la Mungu, maandiko yanasema ni kweli, na neno la Mungu maandiko yanasema liko hai. Na unajua, I can prove to you that the word of God is alive, because the Bible says that Jesus is the word of God, and Jesus himself, he came and he was alive on earth. So the word of God is true even today. Praise be to God. Na kwa hivyo mimi ninawasihi, nilikuwa nimetafuta hiyo jina, ina sound vizuri. Mimi ninawasihi, kutoka leo tu ukisikiza neno, lazima unabaki na maswali mawili. What must I do ili niweze kupokea kile kitu Mungu anataka nipokee? What must I do? Praise be to God. Manake tunaweza tukakuwa na conference ya restoration, lakini wewe ukaenda tu nyumbani na notes kama zile za biology. So today unajua kuna kitu inaitwa mitochondria. Ilikuwa wapi? Wacha niende na backbone. Najua kwenye iko. Unajua kuna backbone, lakini tukikuuliza vizuri hauelewi, lakini ulisoma. Lakini neno la Mungu, wakati ambapo tunasikia neno la Mungu, kitu cha kwanza linakuja kujenga, to build our faith. So because maandiko yanasema faith comes by hearing and hearing the word of God. So linakuja kujenga imani yako. Jambo la pili, linakuja kukuonesha njia za kuweza kupokea baraka ambazo Mungu amekuandalia. Na tulianza na kusema ya kwamba mapenzi ya Mungu akikuumba, alikuumba na akaona kila kitu kiko sawa. After God created everything, he looked and he saw that everything God created was good. It means that today heaven can testify that you are a good creation from the mind of God. Na ndio maana ukifika Jeremiah 29:11, maandiko yanasema, for I know the plans that I think towards you. Because when God created you, he created you as a good thing. And so Mungu anajua today the ability to be fruitful uko nayo, the ability to multiply uko nayo, the ability to live in dominion uko nayo. Shida inakuja wapi? Ya kwamba kuna mawazo na mapenzi ya Mungu na kuna maisha ambayo tunaishi. Hapo ndipo ambapo tunasema now there is a deficiency ambayo lazima tujue. Ukikuja kanisani, fikiria kama mtu ambaye anataka suluhisho fulani. Acha nipeane example, lakini it is not the best example to give right now. Inaweza kuwa ukajipata na tatizo fulani. Pengine unaumwa, ni nini hayumi watu sana? Unaumwa na masikio. Ukiumwa na masikio ukaenda kutafuta daktari wa masikio. Ukamwambia daktari, nina shida fulani ya masikio. Daktari manake aliketi, akafunzwa, anaelewa jinsi ya kutatua shida ambayo uko nayo. Hadi hapo tuko sawa? Kwa hivyo atakwambia, kutoka leo ninataka ufanye hivi, ningependa umeze dawa fulani, ningependa ukae namna hii ili shida yako iweze kuisha. Every time you come to the house of God, you are presenting yourself in such an atmosphere whereby the things that you are going through can be solved. Praise be to God. It means that every time you should do a spiritual audit, a life audit. Unajiangalia, mapenzi ya Mungu na maisha yangu ni gani? Pahali ambapo niko leo, niko wapi? What must change? Praise be to God. And so every time the word of God is released, unajua hiyo ni suluhisho fulani kwa tatizo langu. Praise be to God. It means that if today you are the dry bones, wait for the word ambayo inasema dry bones come back to life. Tunaelewana? Kama shida fulani unahitaji
neema fulani, unangoja hadi ujue ninahitaji neema fulani. Kwa hivyo neno hilo linapowachiliwa unalipokea kwa moyo mzuri. Praise be to God. And so I wanted to clear that. Now there are 4 types of restoration. Now tuliweka msingi. Now allow me to teach, because kutoka kesho mambo hapa yanaenda kuwa neema inaenda kuanguka hapa kutoka kesho, na kwa hivyo lazima muwe mumeandalika. Kwa hivyo leo niruhusu niwaandalie, na ni vizuri kujua watumishi wa Mungu ambao Mungu analeta. Mtu ni vizuri kuuliza Mungu, mtumishi fulani amebeba neema gani? Because watumishi wote hawabebi neema the same. Praise be to God. Lakini kabla tuingie kwenye neno, mnajua kwa nini watu wengi hatupokei? Kitu ya kwanza inaitwa ninatafuta konyarara, despise. Praise be to God. Unaweza ukaangalia mtumishi wa Mungu ukaona hauna ile kitu ninahitaji. Praise be to God. Jambo la pili ni kukosa ufahamu. Maandiko ambayo yanatuambia lack of knowledge, lack of wisdom. For instance, kuna sababu 4 ambazo zinafaa kukufunza for you to honor every servant of God you find. Number 1 is value. Anybody ambaye Mungu ameinua, amempatia kitu ambacho unaweza ukataka, honor that man of God. Praise be to God. Number 3 is results. Anybody ambaye ako na results, honor that person. Praise be to God. Kwa hivyo unajua sometimes, na you know, me being one of them, watu ambao tunakuaga gifted tunakuaga na shida sana. Because sometimes unaweza kuja na pastor, hata mimi sometimes nilikuwa nasikia hiyo ninaweza ideliver vizuri. Unasahau it is not only about the words he is speaking, there is an authority that he carries. So you can speak better, but your authority ni kando, yeye anatumia stima. Acheni niachane na hizo. So 4 types of restoration. Restoration ambazo Mungu anaweza akareta ndani ya maisha yako. Restoration number 1, God can restore time. God can restore time. Number 2, God can restore things. God can restore things. Kama umepoteza chochote, God can restore. Number 3, God can restore opportunities. God can restore opportunities. And number 4, God can restore men. God can restore men, you and I included. It means that if you are once a woman of prayer, God can restore you. If you once was a man of the word, God can restore you. If you are once a man of the secret place, God can restore you. Kama uli backslide, God can restore you. God is able to restore men. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaweka msingi mzuri kwa jinsi Mungu alirestore time. Nikaweka msingi mzuri how God restored an opportunity. Nikaweka msingi mzuri of how God was able to restore men. Praise be to God. Hallelujah. Now I want to talk about seeds of restoration. Tunataka tuvune restoration. What must I do? Because nilisema asubuhi lazima tupate ufahamu. Because tukikosa ufahamu, maandiko yanatuambia ya kwamba sisi ni kama wafu. The Bible says a man without understanding anaishi kama mtu ambaye yuko kaburini. And so we must seek to know in order for our lives to change. Ukitaka maisha yako yabadilike, lazima ujiulize ni nini ambacho lazima nifahamu. And so today I want us to deal with the seeds of restoration. Sababu ni mbili. Unaweza ukahubiriwa neno la urejesho likakosa kukusaidia maana kuna kitu haukuwa unafahamu. Hiyo ni namba 1. Namba 2, unaweza ukahubiriwa urejesho
lakini kwa sababu kuna kitu haukuwa unafahamu, though Mungu leo utatoka na urejesho wako ukose kudumu, ukose kuishi, manake kuna kitu haukuwa unafahamu. And so today we are going to deal with the seeds of restoration, and then we will deal with barriers of restoration if God gives us time. Tuangalie ni mambo gani ambayo yanazuia urejesho wako. Ndio tusiombe, ndio tusingangane na neno, tusingangane na kukuja conference, lakini utoke kama umefunguliwa hapa, ukifika pale ufungwe tena, because you've gone back to the old ways. Praise be to God. Ama you guys don't know that if you are delivered now, but you go back to the same things you are doing, actually maandiko yanasema inarudi mara ngapi? Yes. Kwa hivyo lazima venye tu una experience nguvu za Mungu, lazima tunajiuliza, as from today, what must I know and what must I do? Tulikuwa tunaongea pale kwa ofisi tukasema, every spiritual blessing requires 3 things. Number 1, it requires what you must know, the revelation you must have, and what you must do. What you must know, what you must understand, the revelation, and what you must do for you to operate in dominion in a certain dimension. Praise be to God. For instance, kukuja kuhubiri, huwezi kuja tu kahubiri, lazima kwanza ufahamu nini ambayo unakuja kuongelea. Kama wewe ni daktari, lazima ufahamu nitatibu watu ugonjwa gani na ninajua nini. Otherwise ukitibu watu bila ruhusa ama bila ufahamu, wewe tunaweza, ule daktari alikuwa anaitwa Mogo, the quack doctor, wewe ni Mogo. Praise be to God. Akimuni encourage. Ndivyo unajua hadi ninaruka peke yangu alafu usemi amen. Neno linakuanga na utamu. Kwa sababu unajua kila kitu mimi inaniwekanga motisha. Knowing that every time when you capture this knowledge, there is one thing I can guarantee, that if you do what the Bible says, your life can never be the same again. Because the word of, if your life remains the same, it means that the word of God has failed. And that will never happen under the heavens. And so that's why ninasikianga utamu wa neno. Unajua lazima kama wewe ni dereva, enjoy gefara itiguo. Ukipiga kona hata watu wanaona hiyo meno, wenyewe huyo mtu anapenda kazi yake. So hii ambapo Mungu alituitia lazima tupapende. Jambo la kwanza, the first seed of restoration. What must I do in order for God to restore me? Na hapa ningependa mnisikize vizuri. Manake tulisema ni mapenzi ya Mungu kuleta urejesho katika maisha yako. Lakini ningependa ujue, sio kila mambo ambayo unapitia, sio yote ni vita. Sio yote ni shetani. Ingine ni sisi wenyewe tumefungua milango. Praise be to God. And so lazima engage this first key, and the first key is the seed of repentance. Kama unataka urejesho, mtu wa mic, sijui ni nini jaingia vizuri, utajaribu kuinini kidogo. Niache kusikia sauti ikiwa nyebamba sana. The seed of restoration. Andika hiyo. Because hii ni muhimu. Because unajua kila wakati Mungu alipeleka watu wake Misri, ama sio ukombozi, hiyo ingine ni nini? Every time they were experiencing misery, it was because number 1, walikuwa wameacha njia za Mungu. Kwa hivyo the moment tunasema the seed of restoration, lazima kwanza tuanze na kujiuliza, je, kuna pahali ambapo nimeacha njia za Mungu? The Bible says in Galatians chapter 6 verse 7, whatsoever a man sows, that he will also reap. Je, hii ni mbegu mimi nimewachilia? Je, nimewacha njia za Mungu?
Unajua kuna maandiko yanasema kuna mambo ambayo Mungu anachukia. Je, nimeyafanya? Je, pengine ni milango nilifungua ndio maana ninapitia mambo ambayo ninapitia. So in order for restoration to come, you must cry for mercy. Repentance is a must. If God is to restore some of us, hata tukuombee namna gani, if you will not repent of the things you have done, hata next year tutakuja tu hapa na tutakuombea. Repentance is what opens the door for the mercy of God to move in your life and for God to restore you. It means that if today we talk about restoration and I prophesy, but you do not leave the ways that took you to Egypt, you will remain in Egypt until the day God will look at you and say, my son, I see that now you have changed. Unajua tumezoea prophecy lakini hatuambiwi what must I do ndio ifike. Number 1 is repentance. Praise be to God. Because sin is the root cause ya vitu mingi ambayo watu wa Mungu wanapoteza. And I say this with all the humility. Hebu niwaonyeshe tu picha kidogo. Mungu amechukua Adam na amechukua Eve, akawaweka in a very beautiful garden called the Garden of Eden. Alafu wakakaa wakaona hapana, Mungu umetupatia kila kitu. Hata hii matunda tunataka. Praise be to God. The moment sin entered, iliwaondoa pahali panaitwa Edeni. It means that wakati dhambi iliingia, that's the moment they began to lose. It means that some of the losses, uchungu mwingine tunapitia ni kwa sababu ya mambo ambayo tumefanya. And so repentance, lazima tujiulize, je, tumetoka kwa njia za Mungu? Pengine nilikuwa ninaomba, sasa nimewacha, nimepatia shetani nafasi. We need to go back to his presence. Pengine nilikuwa sana ninapenda utumishi, pengine sasa nikawacha. You need to go back. Repentance is a necessity if God is to restore you. And there is something I love about God. You and I, as you are seated there, you know the places that you need to cry for mercy. Hauhitaji revelation, hiyo unajua. Because ile tunda walikula, it was the tree of good and it means that you and God, you now know what is good and what is evil. It means when you do a good thing, you know. When you do what is evil, you know. So when we think about, maandiko yanasema the things that God hates, what have you done? Je, ni sisi tumefungua milango? Ndio maana tumeshikwa and we've been taken to exile. Is there something you have done ambayo imefungulia shetani nafasi akuja kupitishie mambo magumu na mazito? If there is something that you have done, if you don't cry for repentance, I tell you, I will prophesy, and next year it will be the same. As a matter of fact, utakuwa umerudi nyuma sana. So the first seed of restoration is repentance. Praise be to God. Ebu dakika moja jichunguze. Is there something you have done that maybe will be a barrier to your restoration? Ninaweza nikahubiri sana hapa, nikatumia nguvu mingi, but is there, yani shetani leo akiambiwa enda kama Ayubu, atapata mlango umefungua. Maybe it's pride. Mungu anakuja anaona na maandiko anasema that the Lord resists, anakatana na the proud. It means that the restoration can be coming, lakini every time there is a barrier of pride. Sio kama tunaelewana. And this is the reason I tell the people of God, it does not matter what you have done, whether you know it or not. Every time you go to the presence of God, begin with a cry of mercy. Because pengine ulifikiria, pengine ulifanya, ama pengine ulikutana na mtu. Na ndio maana maandiko yanasema Ayubu ambaye tunajua alikuwa anaenda hadi na sadaka kwa sababu ya watoto wake.
So every time we are crying for mercy, sometimes the restoration you are crying for, maybe it's because of your husband. So every time you go to the presence of God, first ask for mercy on his behalf. Restoration requires repentance. The people of God, it does not matter how much we talk about things. If I don't tell you the truth, I'm still misleading you. And the first seed, if what you want is restoration, the first thing that you must present on the altar of God is your cry of mercy. The Bible says, if my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and I will heal their land. Maybe the reason God is not healing our land is because nobody has repented on behalf of himself, on behalf of his family, and on behalf of the land. And so tutang'ang'ana sana na taifa na mashamba yetu na kazi zetu, lakini the problem ni ya kwamba roho zetu zimekuwa majiwe. Praise be to God. The scripture ambayo tunapenda sana in the book of Joel, ukisoma from verse 12, unajua tunafikanga pale from 25, hapo ndio tunaanzaga kusoma now I will restore to you the years that the locust have eaten. Ukisoma pale juu inakuaga ombi la toba ya kwamba God will restore those years. Number one, if you repent. It means as you and I, the first seed that we must present is the seed of repentance. Si uchukue dakika moja tu umlilie Mungu. Mwambie Bwana, if there is something I have done. And don't say if there is something, say what you have done. My God, have mercy. Bwana, mimi nina kiburi. My God, have mercy. Bwana, mimi ni msengenyaji. My God, have mercy. Kuna mambo sita ambayo Mungu anachukia, pengine wewe umeyafanya. My God, have mercy. Unajua ni vizuri kumlilia Mungu na mwambia Bwana, have mercy on me. Have mercy on me. In Jesus' mighty name we pray. Ukisoma kitabu cha Zakaria 1 mstari wa 3, in this service I'll just teach. The Bible says that return to me and I will return to you. Unajua mambo mengine ambayo tunapitia ni kwa sababu hatuko upande wa Mungu. The protection of God, listen to this. The protection of God, the preservation of God, and the provision of God demands that you must be in the tents of his presence. Ya kwamba lazima uwe na Mungu ili ugawe baraka za kuwa na Mungu. Tunaelewana? Return to me and I will return to you. If you want God to fight for your battles, if you want to see the hand of God, maybe you need to come back to him with a cry of repentance. And so repentance is one of the things that will open your door to restoration. Manake kama ulipelekwa Misri kwa sababu ya dhambi, ulipelekwa Misri kwa sababu ya kitu ulifanya, hatuwezi tukatolewa Misri kama hatuta tubu mambo ambayo tulifanya. Hiyo ni kitu moja nilikuwa ninataka iingie vizuri. Because kanisa siku hizi tunataka sana urejesho, lakini sisi hatutaki kurudi. Repentance demands two things. That you must confess your sins, and number two, you must turn from your wicked ways. So there is confessing and there is turning. Lakini sisi tutanena urejesho hapa, lakini wewe ukirudi kwa kazi yako, the next kilo of sugar you will sell umeiba. Lakini bado restore. And that's why the Bible says that our God is a God of justice. As long as you are in that life,
utavuna kile ambacho unapanda. Twendeni kwa ya pili. Hiyo imeeleweka. So hata watumishi wa Mungu wamekuja, na wacheni niwaambie, Mungu amewaletea neema za kibali. Amewaletea, Apostle Muremi anabeba the grace of wealth and yani kutoka kesho you must operate in it, but there is one thing you must do: return to me and I will return to you. And so you cannot harvest the things of God if you are not of God. Sikatai you are so talented, sikatai you are so blessed, but if you want to operate with the anointing that is from God, you must live according to the ways of God. Sikatai, mimi ni mtu sikatai, lakini if what you want is from God, there is one thing that must be certain in your life: you must live according to the will of God. Twendeni ya pili kwa sababu ya wakati, na hii tumeitumia sana. The second key ama seed of restoration is prayer. Prayer. Na hapa ndipo ambapo tunasema, na tumeomba sana, lazima sisi tumwendee Mungu, tumwambie mambo ambayo tungependa. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawambia story ya the blind Bartimaeus, ambaye alimwendea Yesu akamwambia, thou son of David. So Bartimayo alirejeshewa uwezo wa kuona kwa sababu alimlilia Mungu. Don't assume Yesu alikuwa anaona huyu mtu haoni, lakini bado alimuuliza, unataka nikufanyie nini? Because mimi naweza fikiria unataka kuona, ukikuja uniambie mimi ninataka V8. Sijui kama mnanielewa. Mimi naweza fikiria ile kitu wewe ninaona unaweza hitaji ni ndoa. Lakini Mungu, nikimwendea Mungu nimwambie, mimi Mungu ninataka kibali cha kukutumikia. So don't assume. Every time you go before the Lord, go and tell him everything that you need. Maandiko yanasema, you do not have because you have not asked. Ask and it shall be given to you. Praise be to God. The other seed of restoration, I tell you, it is what we call asking, prayer. And hapa wacheni nisuruhishe kitu ingine, Pastor Charles. The power of prayer is, number one, in praying the word of God, living the word of God, and consistency. Wacheni nirudie. Ili uone nguvu ya maombi ambayo unaomba, number one, you must musishonge. Sawa sawa. Haya, number one, pray the word. And be consistent. Praise be to God. Unajua kuna vitu ambavyo tunaomba, wewe utaomba leo juu tuko conference ya restoration, alafu utakumbuka maombi ya restoration next year. If you want this prayer to work for you, pray until what you asked for, God delivers. Ya kwamba unamwambia, sitoki hapa usiponiabudu, sitoki hapa usiponibariki. Praise be to God. Sitoki hapa usiponibariki. Na hivyo ndio the parable in the book of Luke chapter 18. The Bible says that Jesus gave a parable. Alikuwa anawaonyesha kwamba tunaomba bila kusita. Ukisita umefungua mlango. Alafu akatupatia story ya mama mmoja ambaye alikuwa anaenda kwa judge. Alienda hadi yule judge akasema, enough is enough. Huyu apatiwe kenye anataka. Consistency. And so another seed of restoration, we must pray. Pray the word. It means that we pray according to the word. Number two, live the word. And number three, be consistent. Do you know why I'm saying that we live according to the word? The Bible says that the prayers of a righteous man availeth much.
So if you want your prayers to avail much, you must live the word. Unajua watu hufunzwa, si watu hawafunzwi. Lakini hii ndio ukweli. And the Bible says you shall know the truth, and the truth that you know, not the truth in the Bible, the truth that I shall set you now that you know. Twende ya 3, sitaki kukaa hapo sana. Twende number 3. The other seed of restoration is faith. Lazima, oh my God, lazima umwamini Mungu ya kwamba ana uwezo wa kukurejeshea. You know I'm teaching. Ndio maana ninataka uelewe that every time you go to God, you must go believing. Your faith is an ingredient when your restoration is concerned. Ya kwamba tukipanga restoration yako, imani yako, the Bible says ya kwamba kuna hawa watu ambao they broke the roof, and Jesus said according to your faith. Nimeona imani yako. Kwa hivyo every time you go to God, there is one thing that must be present, your faith. So it is true we are preaching about restoration, but do you believe that God is able to restore you? Do you believe that God can bless you exceedingly, abundantly, above? Because if you do not believe, kuna shida. Na tutahubiri na hautaona matokeo. Munataka ukweli? Faith. Me, there is one thing that I believe. Not everything that I will own, I will work for. That I believe. I believe that God will continue to do exceedingly abundantly above in all areas. Actually, there is one scripture that I love. The Bible says that goodness and mercy shall follow you all the days. Every time I pray, for every prayer, siwachangi hiyo raini, I will be blessed all the days of my life. Sio leo ama kesho, it's all the days of my life. And that I believe. What do you believe? Ni kuna test kidogo. Unajua shida ya mwalimu ni kukua na evidence. Ukitaka kujua unaamini nini, leo nikisimamisha watu wawili hapa, kuja my brother, usiogope. Nikisimamisha watu wawili hapa, kuna huyu na kuna mimi. Whatever you believe that God can do in his life. Do you know why we despise people? Because we don't believe in the power of God. So utakuja utanyarara my brother, kwa sababu unajua kwa sababu ni gani? You don't believe. So if you want to know that you have faith, check what you believe about other people. And so you will never despise anybody. Because you know what God can do. So, ukitaka kujua imani yako inatosha namna gani, check what you believe about the other people. That's your faith. Keti chini. Ni rahisi namna hiyo. So unajua baba tukihubiri kuhusu restoration. Oh, I will restore the years that the rock has. Lakini ukiona mtu fulani already you see what you believe about them. That's what you believe God can do. Siku ingine acheni tuendelee. The seed of Hebrews 11 verse 6. Aki, if you know that God can lift, hautawahi chukia mtu. You will never despise anybody, no matter how low they are. If you know that God can change stories, if you know that God can change the lives of men, hata ule mwenda wazimu unakutana na yeye pale, you know as long as God is on the throne, huyo mtu ako na future. So ukiwahi jiona unachukia mtu, you are despising anybody. Your faith is yet to mature.
Haya, hiyo tutahubiri siku nyingine. Hebrews 11 verse 6. The Bible says, he who comes to God must believe that he exists. Number 2, and that he rewards those who seek him. Ya kwamba every time you are going before the Lord, Father, I'm coming to you for restoration. For instance, the prodigal son hangerudi kama hakuwa na imani, kama hakuwa anajua baba yake yupo. Alirudi kwa sababu alijua baba yake yako na ana uwezo wa kumrudisha na kumrudishia maisha mazuri. Tunaelewana? So every time you go to God, you must believe that he exists and that he is a rewarder. The last time I was here, I told you the 3 things why I serve God. From the book of, kuna sababu mingi lakini hizi 3 ndizo kubwa zangu. From the book of Psalms 100 verse 5. The Bible says, for the Lord is good. And that's why I teach the word. Because I know that he who sits on the throne, he is a good God. And that's why I believe when he says that for God so loved the world that he gave. Every time you want to see God, he is ready to reward. He is good. Number 2, that his love is forever. Yani mapenzi ya Mungu haijalishi nimerepent ama nimefanya nini, ninajua nikirejea, the scripture is still true. Return to me and I will return to you. His love is true yesterday, today and forever. And in the love of God we have 2 things. We have the mercy of God, and so every time I go to God, I know he is merciful. Sitawahi enda anirudishe. And number 2, he is kind. Every time you want to understand love, kwa watu ambao hawajaoa na hawajaolewa, 2 things must stand out: kindness and mercy. Mtu anakukosea hawezi kusamehea tena, wewe ni mtu wa aina gani? Lazima hata wewe unaenda na zile dhimo za Ukikuyu, madhano matiaga wekatia. Aya. Number 3 is that God is faithful. Praise be to God. Do you know, I don't know what I would be preaching if I don't believe that God is faithful. Do you know why I'm teaching you this? Because I know that he who sits on the throne, he is faithful. He cannot lie, he cannot change, he cannot fail. God is called faithful because of those 3 things. He cannot change. Habadiriki. He's still the same yesterday, today and otherwise kama anabadirika, tungemdoubt sana. Number 2, he cannot fail. Anybody who can fail, I don't call them faithful. They can still fail you. Hata anaweza kuwa anataka sana. And number 3, he cannot lie. Mimi na wewe, the reason why we can never be faithful like God is because we can lie. Mimi naweza hubiri hapa, alafu nijitungie ka example. And I lie? Tunaelewana? Mimi nataka kuambia watu ukweli. Unajua mnafikirianga kila kitu ni parables zingine, sawa sawa? So faith. Every time you go to God, before you ask anything, believe that what you want to ask, he can do. And where does faith comes from? Faith comes by hearing, and hearing the word of God. That means number 1, you must engage the word of God. Sit under such teachings. Do your Bible study. Jua Mungu anafanya nini, alifanya nini, anaweza fanya nini, and your faith is growing. Otherwise, some of you are seated there, but I tell you, the things that we are preaching, you don't believe. Sijui kama mnajua ni ukweli. Kuna mtu hapa ninaweza tabiria, Mungu anakuinua kwenye kiwango cha Rais Ruto. Aki, you won't believe. Do you know why you do not believe? It is not that ni wewe, is that you are yet to know God to the point that anything you hear
you know that with God, all things are possible. The Bible says in the book of Daniel 11:32 that those who do know their God shall be strong. That it means that in your faith you are strong. How babaishwi na maneno ati mnaniambia nini? I know that my God is able to do. Unapewa ripoti ya daktari, my God is able to heal. Faith. What do you believe? Let us not talk about restoration. And maybe your problem is that you do not believe. That those who are going to God must go to him believing. Believing. There are things that God has done in my life. I might not know everything, but at least I know. Unajua kuna hata your worship changes. Your service to God changes when you know God. Mimi nikijua pa vitu amefanya, I serve him differently. Haya, siku ingine tuendeni tu juu ya time. Number 4, the other seed of restoration. Na sasa watumishi wa Mungu, sasa hapa unaona kwa hii hapa ndio kuna shida. Hapa ndio walimwaga mtama. Hapa ndio makosa imefanyika. Ni nini ingine wanasemaga? Unaona hiyo kitu, unaona venye imekufurahisha? Andika hapo. Hapa ndio hiyo makosa kidogo imefanya nini? Imefanyika. The other seed of restoration is obedience. Many of us know the word of God. So we do not have a deficiency in knowledge. Many of us can profess. The challenge comes when it comes to practicing. Many of us, we have not translated what we know to actions. Sasa wacheni niwaonyeshe a mystery in the Bible. Ndio niwahubirie hii. Do you know, na nimesoma Biblia, in the scripture there are dimensions that people do not get to. There are miracles, including the miracles of Jesus, that cannot happen without your obedience. Let me start proving to you. And we need to start proving. The Bible says, show yourself approved. Tuanze na the first miracle, Cana of Galilee. Yesu ameingia harusi. Kuingia harusi, tunaona mama yake anamwambia umekuja. Kuna makosa kidogo imefanyika. Ile divai. Divai imeisha. Mama ya Yesu anamwambia fanya kitu. Yesu anajaribu kumwambia woman, siku zangu hazijafika. Mama ya Yesu anawaambia whatever he tells you to do, do. That is the line that separates people who are going to see the power of God and people who will know only about God. That simple line. Whatever he tells you to do, do. Do you know, Jesus with all the power, hiyo muujiza haingekuwa kwa Bible kama aliwaambia jazeni hizi madram na maji. If they refused, he had the power, lakini hakungekuwa na muujiza. That miracle that we read, it's only possible because there were men who obeyed the instruction. Now, do you know our challenge? We want restoration. Ni kweli divai imeisha. Ni kweli maisha yetu kuna vitu hakuna kama hiyo harusi. But now, whatever he tells you to do, you pray about. So God is telling you, do this. Oh my God, ninajua una nguvu. Oh my God, ninajua una... Whatever he tells you to do, do. Ni muujiza mgani ingine mnakumbuka? Haya, Yesu amefika pahali. Kuna watu wamejaribu kutega samaki. Maandiko yanatuambia usiku mzima hawakuwa wamepata kitu. Kama venye hapa tunaweza sema biashara yangu kwa mwaka
mambo hayabadiliki. Kulikuwa na watu kama hao kwa Biblia. Yesu akakuja akawaambia, sasa ninataka mufanye ABCD. Haleluya. Wakamwambia Yesu, wewe sijui kama unajua sisi we are professional fishermen. Hawakuwa watu wajinga, they were professionals. Number 2, walikuwa na bidii. Manake maandiko yanatuambia walikuwa wamelala wakijaribu kutega samaki. Huyo ni mtu wako na bidii. Lakini bado kulikuwa na shida. Number 3, ninataka nikuonyeshe kitu hapa. Number 1, they were in the right place. Walikuwa kwa ziwa penye samaki ziko. That we can agree. Agree with me. Si ndio? So you can be in the right place but no results. Number 2, they had the right tools. Walikuwa na meli na walikuwa na zile nyavu. Did they have the right tools? You can have everything that is required but no results. Maybe kuna mtu hapa anasema niko na makaratasi nimesoma. You can have the right tools but no results. Halafu walikuwa na bidii. Manake walikuwa wamelala huko wakijaribu kutega but still no results. Lakini wakakuja Yesu akawaambia, ningependa murudi pale na muangushe nyavu zenu. Unajua venye walisema, tumelala tukijaribu kutega, lakini because you have said. Kwa sababu Yesu alisema, wakarudi, na maandiko yanasema walitega, zile nyavu zao zikaanza kukatika, wakaita wengine. Every time you obey, you step into a season of abundance. So don't tell me you have the right tools. I know. Don't tell me you are in the right place. Aki, trust me, I know. Usiniambie niko na bidii. The question that I'm asking, whatever he has told you to do, have you? Otherwise, we will be frustrated in life. We have everything. The miracles of God are captured in our obedience, not in what we have. So this has become a challenge. Na ningependa ni wacha tu nikuprovie ndio tuachane na hiyo point. Na sijui nimebakisha dakika ngapi. Tuko na time. Wacheni tupepe. Unajua napenda hii maneno. Tupatie Genesis chapter 12, my brother. In the book of Genesis chapter 12, there is a promise like the one we are giving here today. God is going to Abraham and he's telling Abraham, there are things that I want to do in your life. But first, I want you to leave your father's country and go to a country that I will show you. Every time you want to journey with God, there must be things that you will leave behind. Abraham alikuwa na uwezo wa kusema niwache kila kitu ati niende. Mungu sijui. Najua Abraham hakuwa na maandiko. Sisi tuko na Bible. Abraham hakuwa na Bible ati angelifaa. Najua siku hizi we say relate everything to the Bible. If you want to know it's the will of God, the Bible. If you want siku hizi tuko na guidelines. Abraham hakuwa, but he obeyed. Wacheni tusome hii pamoja. 1, 2, 3, go. Simuweke sauti kidogo. Haya, shikilia hapo tu my brother, usichange kwanza. Now the Lord said to Abram, so hata kubadilishiwa jina. The way unaitwa tasa, the way unaitwa mtu hohehahe, he was Abram when he was getting the instruction. He was Abram. Alafu akapewa instructions. Endelea sasa. Baba endelea. Haya, the promises have begun. So weka nguvu because ukizisema bado you are receiving these blessings. Hebu weka nguvu kidogo. 1, 2, 3, go.
Is that what you want? Are you sure that's what you want? Aya, tuendelee. Hiyo scripture sio ya watu kusema kwa maombi. Mnanielewa? Oh my God, you will bless, you will curse. Tutofautisha scripture. Tuendelee. Tuendelee my brother. Fikisheni hapo. So Abram departed as the Lord had spoken to him. Ameobey. Baba tupatia Genesis 26. Let me prove something. Genesis 24. Let me show you something. It's good to qualify script. Oh, nitamu kwenu. God is restoring us. But there are things that we must know. Sasa si tunaongea kuhusu restoration na ile kitu Mungu atakwambia wewe ukatae. Alafu ukuje hapa, oh God, tusaidieni sometimes. Sikiza, hebu soma hii. Na the blessing, the first blessing. Huyo mtu hakukufa. That's the first blessing. That you will live to see what God promised you coming to life. You will not die before your time. That's a huge blessing. Tuendelee. Jisome tena. We baba usichenje Ebu wekeni sauti kama venye ninahubiri. 1, 2, 3 go. And the Lord had blessed him in all. You see the God that says I can do all things. He's still the God who blessed Abraham in all. That is the proof that if you walk with God, there is another dimension that is called the dimension of all things. It means that every desire that God had, Abraham received. Was that man restored? But when God spoke to him, he did what was required. He did not pray about it. He did not complain about it. The difference between where you are and where God wants to take you, my brothers, is your obedience. God wants to take us into a new season only if we can step into this dimension, the dimension of obedience. Ebu tusaidie Genesis 21 baba. Let me show you something. Najua wamama wanaona tunawaacha sana. Wacha nipatie the women yao. Genesis 21 baba verse 1. Iweke nini? Iweke nini? Oh hallelujah. Ebu someni hii. Oh my goodness. Skizani, the same Sarah that was with Abraham hakuachwa nyuma. The Bible says, and the Lord visited Sarah as he had said. Number 2, and the Lord did for Sarah as he had spoken. It means that Pastor Paul, you and your family, as you obey, even what God has promised them, they will still receive. Najua mafundisho ni tamu. Hallelujah. Kuna shida ingine nilikuwa nataka kuwaonyesha tukiwa hapa. Na munisamehe, zinakujaga. When you go to the book of 1 Samuel, there is a woman we meet called Hannah. Munajua Hannah?
Si mna quote scripture za Hana sana. Gai nifurahishe kama Hana. The Bible says in the book of 1 Samuel, Hana alikuwa anaenda kwenye nyumba ya Mungu. Siku moja, and that's the next point, is the prophetic word. Hiyo ndio the fifth point, the fifth seed is a prophetic word. Lakini wacheni niieleze tu hapa. Hana akaenda kwenye nyumba ya Mungu. Na Hana alikuwa na shida, watu wa Mungu. Manake kwa miaka na miaka, though alikuwa anapendwa na mume wake, though alikuwa mkristiano mzuri ambaye alikuwa anajua kuenda na sadaka, ambaye alikuwa anajua mambo ya Shilo, kuna baraka hakuwa amepokea. Alafu Hana alikuwa na adui, alikuwa na mkejeri sana, alikuwa anaitwa Penina. I know you know the story. So Hana akamwendea Mungu na akamlilia Mungu. Naye Eli mtumishi wa Mungu akanena hiyo the next point. He released the prophetic word. As you have asked, may the Lord God do it for you. But Hannah made a promise. This is another reason why, Pastor, our people are not being restored. Hannah made a promise. Usikize hii. Buguza masikio. Hana sio Mungu amemwambia, sio Mungu amemuuliza, sio Mungu amemuitisha. Hana yeye mwenyewe, she made a promise to God. Ukinibariki nitamtoa huyu kijana aishi nyumba yako akikutumikia. I'm showing you another reason why people are not being restored. Mungu akambariki Hana na Samueli. Naye maandiko yanatuambia wakati ulifika, Hana akamchukua Samueli akampeleka nyumba ya Mungu the same way she had promised. Sasa this is what I love. Do you know how many people, Pastor Paul, have promised God? Mungu nikipata kazi. The question is, have you delivered your promise? Because up to there, lakini sisi Kenya tunafanya, wewe unabarikiwa na Samueli, alafu unakula Samueli. Mungu ukinibariki, wachani niwape story. Si tuko na time. Kuna mtu mmoja mkulima, alikuwa na nguruwe iko na mimba. Sijui jina mzuri, eleweni tu. Alikuwa na nguruwe, and the pig mzito. Alikuwa, lakini watafikiria ni kupimwa. Alikuwa na nguruwe mzito. Mja mzito. May the Lord give you understanding. Mja mzito, si ndio? Akaambia Mungu, huyu nguruwe akizaa, Mungu mmoja ni wako. Hadi hapo tuko sawa? Ile nguruwe ikazaa, alafu kamoja kalikuwa kiwete. Ule mtu akamwendea Mungu akamwambia, sasa Mungu, si unaona yako ni kiwete? Igai waliga kiama. Akamwambia Mungu, sasa si unaona yako ni mistake number 2, ile kiwete ikakufa. Akamwambia Mungu, hata wewe unaona kako kameku? That's what we've been doing. People of God have been making promises. God, if you bless me, I will do A, B, C, D. Have you been doing? It is true you are coming to cry for restoration. What you agreed with God, have you done? Aya, huyu, she fulfilled her promise. Maandiko yanatuambia every time she went back, the servant of God alikuwa anamwambia na ubarikiwe. And that's how she got many other kids. The restoration come. If you've promised God, it does not matter how much we pray for you. Go and do what you said. Siniji mlisema mnataka restoration. Hiyo ndio ukwe. Lakini sasa wewe Samueli haukupeleka. Lakini hawa wengine unataka. What will the servant of God bless? But your agreement with God is what is meant to open other doors.
Tunaelewana? Hiyo ni kama imekuwa ngumu. Acheni tuachane na hiyo. Haya, hiyo ingine ni the prophetic word. Acheni tutamalizia na hii ili ndio tuombe, hizo zingine tutacover next time. The prophetic word. Now, the reason why you are not supposed to despise men of God is because every man of God carries the grace that can change your life. Na tumeona na Eli. Mtu mwingine ni mtu kama Ezekiel. Ndio mafupa ni ngumu, lakini akaambiwa nena jambo. Simama na miguu yako. Tuko na keys zingine zenye hatuku cover leo, lakini I'm trusting God that God will give us the grace. So it is true, people of God. If you go to the book of Genesis chapter 26, wacha nimalizie na hii. If you go to the book of Genesis chapter 26, the Bible talks about a man called Isaac. Isaac alinenewa na Mungu na akaambiwa kulikuwa na kiangazi. Mungu akamwambia stay in Gerar. Alikuwa anataka kutoka. Na maandiko yanatuambia Isaac obeyed, hakutoka Gerari. Hilo maandiko ambayo tunapenda ya kwamba he planted and he harvested 100-fold. It was after an obeyed instruction. Because you can only harvest 100-fold the moment you obey God. Kwa hivyo wiki hii mtanenewa, lakini kumbuka mambo haya. If you want the restoration of God, when the men of God come here and they give you instructions, please obey. Do I show you something? Do you know how many people know about prayer? Do they pray? Do you know how many people know about honoring their parents? Do they honor them? So when I say obey, the instructions are already available. Nilikuwa ningependa sana tufike kwa kindness na hizo zingine, lakini Mungu atatupatia muda. Si kwa dakika moja, sijui umesikia nini na sijui ni gani ilikuwa yako. But kama kweli unataka restoration, you have known the truth. And every time the word of God comes, it comes to empower. It comes to set free. Tumwambie Mungu jambo katika jina la Yesu. Nena na Mungu. Nena na Mungu. Nena na Mungu. Unaweza zikasikia neno likakupatia tu information. Unaweza ukajua kuhusu maombi. Unaweza ukaketi kwenye mafundisho, lakini ukatoka bure. So mwambie Mungu tu, Bwana nimesikia mapenzi yako. Bwana nipe neema. Nipe neema ya kuyafuata. Nipe neema ya kuyazingatia. Bwana nipe neema. Nipe neema ya kuyafuata. Nipe neema ya kuyazingatia. Ya kwamba nisiwe tu mtu wa kusikia. Ya kwamba nisiwe tu mtu wa kusikia, lakini Bwana sifuati neno lako. Nisiwe tu mtu wa kusikia, lakini Bwana sifanyi matendo yako. Ya kwamba Bwana nimejua, if I am to experience your power, that Father I must begin to obey. Oh my God, give me the grace. Give me the grace. Give me the grace. Give me the wisdom. Give me the grace. Give me the wisdom to do that which, oh God, you have commanded me to do. My God, give me the grace to honor where I need to honor. Give me the grace to honor where I need to honor. Give me the grace to be kind where I need to be kind. Give me the grace to pray where I need to pray. Give me the grace to have faith. Build my faith. Build my faith. Build my faith. Build my faith. My God, the power to believe that you are able to do more than I can ask or even imagine. Build my faith. Build my faith. Build my faith.
My God, build my faith. Build my faith. Bila kuamini hatuwezi tukapokea urejesho. Bila kuamini hatuwezi tukapokea urejesho. Ambia Bwana, panua kuamini kwangu. Ambia Bwana, panua kuamini kwangu. Wacha niamini una nguvu. My God, I know you are able. I know you are able. I know you are able. Now give me the faith. Give me the faith. Give me the faith. For we have known that we need to repent. Enda mbele za Mungu. Thou son of David, have mercy on me. Thou son of David, I have done A, I have done this. My God, thou son of David, nimekuwa mwizi. Thou son of David, have mercy on me. Nimeishi kwa dhambi. Thou son of David, have mercy on me. Oh, thou son of David, thou son of David, have mercy on us, oh God. Rilia Bwana, badilisha maisha yako. Mwambie Bwana, usiponisaidia nitaenda wapi? Mwambie Bwana, usipoenenda na mimi nitakaa wapi? Usiponirehemu Bwana, nitakaa namna gani? In Jesus mighty name. Hebu sikiza hii. Kuna mtumishi wa Mungu alitumwa. Mungu akamwambia enenda Nineve. Huyu mtu na yeye akaona yeye hataki kuenenda Nineve. Akaanza safari ya kupotea. Maandiko yanaswambia kwa ile safari kulikuwa na shida mingi hadi wakaanza kupoteza vitu kwa bahari ili wasiangamie. Pengine umekuwa tu ukipoteza kwa sababu barabara ambayo ulichukua sio pahali Mungu alikutuma. Barabara ambayo ulichukua sio pahali Mungu alikutuma. Siwaambie tu Mungu, Bwana ni rehemu. Bwana ni rehemu. Bwana ni rehemu. Bwana nihurumie. Utapoteza sana. Utapoteza sana kama hautarudi kwa njia za Mungu. Pengine hata saa hii ninaongea na wewe na ulimezwa kitambo. Uko kwenye bahari, uko kwenye tumbo ya ile shaku ulimezwa. Uko kwenye tumbo la matatizo. Uko kwenye tumbo la kifo. Uko kwenye tumbo la mashida, la madeni. Manake ulipotumwa haukuenenda huko. Thou son of David, have mercy on me. In Jesus mighty name we pray. Mtakatifu Bwana Mungu, tumelisikia neno lako. Sasa Bwana, tunaomba neema la kulifanyisha kazi. Bwana, tunaweza tukasikia, tukakosa nguvu, tukakosa werevu, ama tukakosa Bwana hata nia ya kulitimiza. Lakini Bwana, tumejua kama utatubariki, kama utaleta urejesho,
lazima tuyabadilishe mambo. Lazima Bwana tutubu. Lazima Bwana tuwe na imani. Lazima Bwana tutii. Lazima tuwe watu wa maombi. Lazima Bwana tuwatii watumishi wako. Bwana tupe neema. Bwana tunaomba utusamehe dhambi, kwa mambo ambayo tunapitia kwa sababu ya dhambi zetu. Bwana turehemu. Bwana turehemu. Bwana turehemu. Bwana turehemu. Na sasa ninanena urejesho kwa kila mmoja aliye mahali hapa. Bwana, ombi langu ni moja. Andikia kila mmoja ambaye amekuja conference hii, ambaye amekuwa online, ambaye atakuja kesho Friday na Saturday. Kila mmoja mwandikie muujiza mmoja usiofichika. Mwandikie muujiza mmoja usiofichika. My God, may they testify with one testimony that cannot be hidden, in the mighty name of Jesus. The proof that you are able to restore. In Jesus' mighty name we pray. Amen.